At the well. Hapa ni Yesu kisimani. I've entitled the message to be Jesus the well. Nimeipa ili somo kichwa kinachosema Yesu aliye kisima. Yes. Au Yesu kisima. Yesu kisima. There's nothing that we can do without him. Hakuna kitu tunaweza kufanya bila yeye. There's nothing that we may have some plans to do, but without his involvement, tunaweza tukawa tuna mipango tunayo, lakini bila kumhusisha by his spirit, kwa roho wake, there's nothing that can come out of our planning. Hakuna kitu kinaweza kikatokea nje ya hiyo mipango tulionayo. I just want to introduce to you Jesus. Nataka nimlete kwenu Yesu at the well with the Samaritan woman. Pale kisimani na yule mwanamke Msamaria. And there's some few things that by the Spirit of God we shall learn. Na kuna vitu baadhi ambavyo kwa Roho Mtakatifu tutajifunza as we are navigating our year of the wells. Tunavyoendelea kupitia mwaka wetu wa visima. So here's Jesus and the Samaritan woman. Kwa hiyo hapa ni Yesu na mwanamke Msamaria. After a long journey, baada ya safari ndefu, he came at a well. Akafika kwenye kisima. That was given or rather built by Jacob. Ambacho kilichimbwa na Yakobo. And he was resting. Na alikuwa anapumzika. And his disciples had gone into town in the city to buy something to eat. Na wanafunzi wake walikuwa wameenda mjini kununua chakula. And there came a woman. Na pale akaja mwanamke. There came a woman. Akaja mwanamke. There came a woman. Akaja mwanamke. The Samaritan woman. Mwanamke Msamaria. The Samaritan woman. Mwanamke Msamaria. Hallelujah. Hallelujah. There came a woman. Akaja mwanamke. A Samaritan woman. Mwanamke Msamaria. Most of the time when we preach concerning this verse or rather scripture, mara nyingi tukihubiri kuhusiana na maandiko haya au mistari hii, we measure so much over the weaknesses that this Samaritan had. Tunakuwa tunaangalia hasa udhaifu aliokuwa nao huyu mwanamke Msamaria. But by the grace of God, I just want us to see, lakini kwa neema ya Mungu nataka tuone that this Samaritan kwamba huyu Msamaria went to the well, alienda kwenye kisima to draw water. Kuchota maji. Went to the well, alienda kwenye kisima to draw water. Kuchota maji. And he find a man there. Na akamkuta mwanaume pale. And that man was Jesus. Na yule mwanaume alikuwa ni Yesu. Amen. Amen. So the first thing concerning this Jesus and the Samaritan, kwa hiyo jambo la kwanza kuhusiana na Yesu na huyu Msamaria, it has to do with the place. Ilikuwa inahusiana na pale mahali. The place. Mahali. The place. Mahali. Number one, the place. Jambo la kwanza, mahali. The Samaritan Msamaria came to the well. Alikuja kwenye kisima. A place. Mahali. Jesus from where he was coming, Yesu kutoka huko alikotoka, he sat by the well. Akakaa pale kisimani. So there was a divine orchestra, a divine meet.
Kwa kulikuwa kuna mkutaniko wa kimungu pale. The Samaritan, Msamaria, the woman, mwanamke met Jesus anakutana na at Yesu a place, pale mahali, the well. kisimani. Whenever someone wants to engage God, wakati wowote ambao mtu anataka kukutana na Mungu, he has to have a place. lazima awe na mahali. A place. Mahali. You want to be lifted. Unataka kuinuliwa. A place. Mahali. There's nothing that God does outside a specific designated place. Hakuna kitu Mungu anafanya nje ya mahali maalum palipoandaliwa. Yeah, rudia hiyo, that's good. Hakuna kitu Mungu anafanya nje ya mahali maalum palipoandaliwa. So whatever we need from God, kwa hiyo chochote tunachokihitaji kutoka kwa Mungu, there has to be a place. lazima kuwe na mahali. There has to be a place. Lazima kuwe na mahali. Tell your neighbor, a Mwambie place. jirani yako, mahali. The place. Mahali. Now this was a physical place, a place, a well. Kwa hiyo hii ilikuwa ni mahali kabisa, kwenye kisima. For us we have to have a place, a spiritual place. Kwa sisi tunatakiwa tuwe na mahali kwa namna ya rohoni. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. When we have a place in the spiritual realm, tunapokuwa na mahali katika ulimwengu wa roho, the importance of being in the presence of God. Umuhimu wa kuwa katika uwepo wa Mungu. But we have to have a place even physically. Lakini pia tunatakiwa kuwa na mahali katika ulimwengu wa Mungu. For you to engage the spiritual. Ili wewe ukutane na Mungu kwa namna ya rohoni. You have to have a place. Unatakiwa uwe na mahali. A place. Mahali. That you have intelligently chosen. Ambapo umepachagua kwa kutumia akili kabisa. Amen. 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 Endelea kidogo sauti bana. The place. Mahali. So go back verse 5 to 7. Kwa hiyo mstari wa 5 na mpaka wa 7. So Jesus and the Samaritan, they met. Kwa hiyo Yesu na mwanamke Msamaria wakakutana at a place pale mahali where there was a well. Ambapo palikuwa na kisima. Jesus was a Jew. Yesu alikuwa Myahudi. And that woman was a Samaritan. Na yule mwanamke alikuwa Msamaria. There was enmity. Kulikuwa kuna uadui between the Samaritans and the Jews. Kati ya Wasamaria na Wayahudi. Then Jesus came to a city of Samaria which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Basi Yesu akafika kunako mji wa Samaria uitao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanae. Verse 6. Now Jacob's well was there. Jesus, therefore, being wearied with his journey, sat beside the well, and it was about the 6th hour. Na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani, nayo ilikuwa yapata saa 6. There cometh a woman. There cometh a woman. There cometh a woman to draw water. Jesus said unto her, give me to drink. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Give me to drink. Nipe maji ninywe. Give me to drink. Nipe maji ninywe. Give me to drink. Nipe maji ninywe. They met at a place. Walikutana mahali. Do you desire anything from God? Je, unataka jambo lolote kutoka kwa Mungu? There has to be a designated place. Lazima kuwe na mahali maalum palipoandaliwa. The mystery of a place. Siri ya mahali. A place. Mahali. There has to be somewhere where you are to meet with your God. Lazima pawe na mahali ambapo unataka kukutana na Mungu wako. So that was the first thing. Kwa hiyo hilo lilikuwa jambo la kwanza. The place. Mahali. Number 2. Jambo la pili. At that place there was an encounter. Pale mahali palikuwa na kukutana. This Samaritan woman met Jesus. Huyu mwanamke Msamaria alikutana na Yesu. At a place. Pale mahali where the well was. Ambapo palikuwa pana kisima. So there was an encounter. Kwa hiyo kulikuwa na kukutana. At a place. Pale mahali. Encounter. Kukutana. When you desire to meet God, or rather to go to seek God at a place. Ukikusudia kumtafuta Mungu mahali, encounters manifests. Kukutana na Mungu kunadhihirika.
Verse 7, the Bible says, there cometh a woman of Samaria to draw water. Mstari wa 7 unasema akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Lo and behold, na tazama, he found a man. Akamkuta mwanamume. His name Jesus. Ambaye aliitwa Yesu. And Jesus said, na Yesu akasema, give me to drink. Nipe maji ninywe. That is, draw some water so that I can drink. Akamwambia chota maji ili na mimi niweze kunywa. It was an encounter. Ilikuwa ni mkutano. It was an encounter. Ilikuwa ni kukutana. A face-to-face encounter with the Lord. Kukutana uso kwa uso na Bwana. Hallelujah. Hallelujah. An encounter. Kukutana. At a place. Pale mahali. There was an encounter. Kulikuwa na kukutana. An encounter. Kukutana. An encounter. Kukutana. An encounter. Kukutana. An encounter. Kukutana. But it has to be at a place. Lakini inatakiwa iwe kwenye mahali. Jesus chose to be at the well. Yesu alichagua kuwa kwenye kisima. I believe, na ninaamini personally, binafsi, that when he was seeking the Lord, his Father, in the morning, ukiwa unamtafuta Mungu, when he was seeking, when Jesus was seeking, Yesu alipokuwa anamtafuta Mungu asubuhi, maybe he was led by the Spirit that today you shall go at the well. Labda aliongozwa na Roho kwamba leo utaenda kisimani. The Father says, I want to change the woman. Baba anasema nataka nimbadilishe mwanamke. So a place of encounter is a place of change. Kwa hiyo eneo la kukutana ni eneo la badiliko. A place of encounter is a place of meeting the Lord. Eneo la kukutana ni eneo la kukutana na Bwana. A place of encounter is a place of revelation. Eneo la kukutana ni eneo la ufunuo. A place of encounter is a place of healing. Eneo la kukutana ni eneo la uponyaji. When you meet the Lord at a place, ukikutana na Bwana mahali, you encounter him. Unakutana naye. Something has to happen. Kuna kitu lazima kitokee. Something has to change. Kuna kitu lazima kibadilike. Something has to happen. Kuna kitu lazima kitokee. We can never meet the Lord without us being changed. Hauwezi kukutana na Bwana bila kitu chochote kubadilika. Hallelujah. 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 Jesus the well. Yesu kisima. Jesus was at the well. Yesu alikuwa pale kisimani. And the woman came at the well. Na mwanamke akaja kisimani for water. Kwa ajili ya maji. He did not know. Hakujua That man kwamba yule mwanaume was also the well. Alikuwa pia ni kisima. There cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said, give me to drink. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia nipe maji ninywe. So we see two things here. Kwa hiyo tunaona mambo mawili hapa. There was a place. Kulikuwa kuna mahali. And that brought about an encounter. Na ambayo ilipelekea kuwepo na kukutana. When God wanted to send somebody to go and deliver them Israelites from the hand, or rather from the house of slavery, Mungu alipotaka kumtuma mtu aende akawaokoe wana wa Israeli kutoka kwenye nyumba ya utumwa, God had to meet Moses in Midian. Mungu alikutana na Musa kule Midian. At a place. Mahali. At a place. Pale mahali. So there was an encounter between God and Moses. Kwa hiyo kulikuwa na kukutana kati ya Mungu na Musa. And that encounter brought about a conversation. Na kule kukutana kukaleta mazungumzo. That's the number 3 thing. Hilo ni jambo la 3. So when this Samaritan met Jesus, kwa hiyo pale Msamaria alipokutana na Yesu, at a place where the well was, pale ambapo kwenye mahali ambapo palikuwa na kisima, he encountered Jesus. Alikutana na Yesu. And there came about a conversation. Na kukatokea na mazungumzo. Conversation. Mazungumzo. So this conversation springs from verse 7 up to verse 30. Kwa hiyo haya mazungumzo yakaanzia mstari wa 7 mpaka wa 30. So Jesus engaged the woman. Kwa hiyo Yesu akakutana na yule mwanamke msamaria. I pray that, oh my God,
may God help us to have a place. Ninaomba kwamba Mungu atusaidie tuwe na mahali So that we may have an encounter. ili tuweze kukutana, To conversate with God. tuzungumze na Mungu. There has to be an intended, designated place. Lazima kuwe kuna mahali palipokusudiwa. I know everywhere you can meet your God. Najua mahali popote unaweza kukutana na Mungu wako. But there is a time whereby you initiate the place. Lakini kuna wakati ambapo unaanzisha mahali. You initiate as a human, as a person. Unaanzisha kama wewe tu mtu binafsi. Like the woman, the Samaritan went to where the well was. Msamaria huyu alienda mahali ambapo kisima kipo. He did not know that he would meet a man. Hakujua kama atakutana na But he mwanaume. went where he will draw water. Lakini alienda mahali ambapo atateka maji. You will only get something where that thing is found. Utapata kitu mahali ambapo kile kitu kinapatikana. If you want God, go to Chunya. If you want God, Ukimtaka Mungu, God. If you want God, go. ukitaka dhahabu, Go to Chunya. nenda Chunya. A place in Chunya. Mahali kule Chunya. So this woman he went for the water at the well. Kwa hiyo huyu mwanamke aliyaendea maji kule kisima. And that well brought about a conversation. Na kile kisima kikaleta kuwepo na A mazungumzo. conversation with Jesus. Mazungumzo na Yesu. With Jesus. Na Yesu. And it started in verse 7. Na yakaanza kwenye mstari wa 7. Jesus started this conversation. Give me water. Yesu akaanzisha mazungumzo. Nipe maji ninywe. Give me some water to drink. Nipe maji kidogo ninywe. Give me some water to drink. Nipe maji ninywe. Verse 9. Mstari wa 9. The woman answered. Mwanamke akajibu. Verse 9. Mstari wa 9. Then said the woman of Samaria. Put it NIV. Just put NIV, please. Then the woman of Samaria said, Yes, I think it's, two versions. The Samaritan woman said to him, you are a Jew. You are a Jew, and I'm a Samaritan. Woman, how can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu? Okay. Nami ni mwanamke Msamaria, maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Though it was not a friendly reply. Ingawa haikuwa ni mwitikio ambao ulikuwa mzuri. But a conversation has started. Lakini mazungumzo yameanza. You are a Jew. Wewe ni Myahudi. I am a Samaritan. Mimi ni Msamaria. How come you are asking me water? Imekuwaje unaniomba maji? There is nothing that is common between us. Hakuna kitu ambacho tunashirikiana kati Jews yetu. do not associate with Samaritans. Wayahudi hawashirikiani na Wasamaria. At least a conversation has started. Angalau mazungumzo yameanza. Tell your friend at least start a conversation. Mwambie jirani yako angalau ameanzisha mazungumzo. Give me some water. Naomba maji. Even though it did not answer directly. Ingawa hakujibu moja kwa He moja. said you are a Jew. Akasema wewe ni Myahudi. Mark that Jew. Wewe ni Myahudi. Mark the word Jew. Wekea alama hilo neno Myahudi. Jew. Myahudi. So he identified Jesus as a Jew. Kwa hiyo alimtambua Yesu kama Myahudi. Because they started speaking, talking. Kwa sababu wameanza kuzungumza, wanaongea. So when you are at a place Kwa hiyo ukiwa mahali and you encounter a person, na unakutana na mtu, or rather you encounter Jesus, au unakutana na or Yesu, rather you encounter a person, au unakutana na mtu, you start speaking. unaanza kuongea. You come to know something concerning that person. Unaanza kujua kitu fulani kuhusiana na huyo mtu. You are a Jew. Wewe ni Myahudi. Hello, are we together? Tuko pamoja. You are a Jew. Wewe ni Myahudi. And I'm a Samaritan. Na mimi ni Msamaria. You are a Jew and I'm a Samaritan. Wewe ni Myahudi na mimi ni Msamaria. There is
no dealings between the Jews and the Samaritans. Hakuna muunganiko wala kushirikiana kati ya Wayahudi na Wasamaria. Verse 10. Mstari wa 10. Jesus at the well. Yesu kisimani. Jesus answered, if you knew the gift of God, who is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye naye angalikupa maji. Jesus is introducing himself as the well. Yesu anajitambulisha mwenyewe kama kisima. You have come for this water. Umekuja kwa ajili ya haya maji. But I can give you another type of water. Lakini naweza nikakupa wewe maji ya aina nyingine. Oh God, may the Lord open your ears. Mungu, Bwana na yafungue masikio yenu. Hallelujah. Hallelujah. If you knew kama ungejua the gift of God, karama ya Mungu, and who is it that asks you for a drink? Na kwamba ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, you would have asked him and he would have given you living water. Ungalimwomba yeye naye angalikupa maji yaliyo hai. You have come for the water. Umekuja kwa ajili ya maji. At the well. Kwenye kisima. But right before you, lakini pembeni yako hapo, there is a well. Kuna kisima. Jesus. Yesu. I will give you the living waters. Nitakupa wewe maji yaliyo hai. We are going kidogo kidogo. Tunaenda kidogo kidogo. We elewa linge. Tunaenda pamoja. Amen. Twende mwendo mzuri vizuri. Verse 11. Mstari wa 11. Verse 10, he introduces himself. Now, I will give you a different type of water. Nitakupa wewe maji ya aina tofauti. The woman said, sir, the woman said, you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea, na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? Oh my God, they were in conversation. Kulikuwa na mazungumzo. They are speaking, talking. Walikuwa wanaongea, wanazungumza. But this time, lakini wakati huu sasa, wakati huu, the woman identified Jesus as a sir. Mwanamke anamtambua Yesu kama Bwana. At first, mara ya kwanza, a Jew, Myahudi. But at the second instance, that's verse 11. Lakini kwenye wakati mwingine kwenye mstari wa 11, sir, anasema Bwana, sir, Bwana. As you continue conversing with someone, unapoendelea kuzungumza na mtu, you start knowing him or her. Unaanza kumjua. Hello. You are a Jew. Wewe ni Myahudi. But this time, sir. Lakini wakati huo anasema Bwana, Bwana. You have nothing to draw with. Huna kitu cha kutekea. And the well is deep. Na kisima ni kirefu. Where can you get this living water? Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai? The conversation they are talking. Mazungumzo wanaongea. At a place. Pale mahali. An encounter. Kukutana. An encounter without conversation is dead. Kukutana bila mazungumzo ni sawa na hakuna. Kumekufa. For instance, kwa mfano, I believe when time comes for Fadhili to have someone to marry, ninaamini ukifika wakati wa Fadhili kutaka kutafuta mtu wa kumuoa, they will meet at a place. Watakutana mahali. Be it on the road, iwe ni barabarani, or at church, au kanisani, it will be an encounter. Ambapo patakuwa na kukutana. Fadhili and that lady, that girl. Fadhili na yule msichana. Hello. And when they meet, na wakikutana, there has to be a conversation. Lazima kuwe na mazungumzo. So if they just meet, kwa hiyo wakiamua kukutana tu, anajifanya anaendelea tu kurekodi. When they meet, wakikutana, someone between them, mmoja kati yao, has to start a conversation. Lazima aanzishe mazungumzo. So if they meet, kwa hiyo wakisha kutana, they are just
They are just looking at each other. wakikaa tu wakawa wanaangaliana. That meeting or encounter is dead. Ule mkutano unakuwa umekufa. The life, or rather the for someone to say an encounter with a person, Kwa mtu kuwa na kukutana na mtu mahali, it is what they had spoken or rather or talked about. lazima wawe kuwa kuna kitu wameongea hapa. So this Samaritan, this Samaritan said, "Sir," the woman said, "you have nothing to draw water with, and the well is deep. Where can you get this living water?" Kwa yule mwanamke akamwambia, "Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi hayo maji yaliyo hai?" But at least Lakini angalau they are speaking. wanaongea. They are talking. Wanaongea. This woman, Huyu mwanamke as she continues to talk with Jesus, alipokuwa anaendelea kuongea na Yesu, he comes to understand Jesus to other levels. The first instance was he called him as a Jew. mara ya kwanza alimuita Myahudi. But this time now he says, "Sir." Lakini mara hii anasema Bwana. The power of conversation. Nguvu ya mazungumzo. Hallelujah. Hallelujah. Sir. Bwana. Verse 12. Mstari wa 12. Are you greater than our father Jacob? The Samaritan continues speaking. Msamaria anaendelea kuongea. Je, wewe mkubwa kuliko baba yetu The Yakobo? conversation continues. Mazungumzo yanaendelea. So when you have a place, Kwa hiyo ukiwa na mahali, number 2, you have an encounter. jambo la pili uwe na kukutana. And that encounter brings forth a conversation. Na kule kukutana kunaleta mazungumzo. When you go forth a meeting, Na ukienda kwa ajili ya mkutano. yes, when you are a leader, or rather where you call forth a meeting, or when you are called to a meeting. Labda wewe ni kiongozi umeitisha mkutano au kikao au umeitwa kwenye mkutano. You meet with some other people. Unakutana na watu wengine. That is an encounter. Huko ni kukutana. And after an encounter, you start speaking. Na kwenye kule kukutana mtaanza kuongea. There has to be an agenda. Lazima kuwe na agenda. An agenda. Lazima kuwe na agenda. Jesus, in this case, Jesus started the agenda by asking for water. Mahali hapa tunaona Yesu alianzisha agenda kwa sababu aliomba maji. Because that woman had come for water. Kwa sababu yule mwanamke alikuja kwa ajili ya maji. He wanted to draw that woman to himself. Alitaka kumvuta yule mwanamke kwake. He couldn't have started speaking about bread. Asingeweza kuanza kuongelea mkate. When the woman came for water. Wakati mwanamke alikuja kwa ajili ya maji. Hello. Hello. So he had to speak the language that the woman is thinking of. Kwa hiyo alianza kuongea lugha ambayo mwanamke anaifikiria. So when you have a place, kwa hiyo ukiwa na mahali, you encounter unakutana somebody. Unakutana na mtu. And that encounter has to bring forth a conversation. Na kule kukutana lazima kulete mazungumzo. A conversation. Mazungumzo. A conversation. Mazungumzo. Let's talk. Tuongee. Hello. Hello. Are we pamoja? Tuko pamoja. If we are pamoja, shout hallelujah. Kama tuko pamoja sema hallelujah. That hallelujah is weak. Oh. Hiyo hallelujah haina nguvu. Shout hallelujah. Piga kelele sema hallelujah. Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock? Je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo, aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake? Hey man, are you greater than our father Jacob? Je, wewe ni mkubwa kuliko baba yetu Yakobo? Who gave us this? Ambaye alitupa hiki kisima? This woman. Huyu mwanamke. Though he has started acknowledging Jesus being a Jew to a son, ingawa alianza na kumtambua Yesu kama Myahudi baadaye kama Bwana, but still, lakini bado is in dark. Bado yuko kwenye giza. But a conversation was continuing. Lakini mazungumzo yakawa yanaendelea. Verse 13. Mstari wa 13. As you continue to speak or rather talk to God in prayer, ukiendelea kuongea na Mungu kwenye maombi, there is that closeness that comes. kuna ule ukaribu unaongezeka. Jesus answered, Yesu akajibu, everyone who drinks this water, kila anyoe maji haya,
will be thirsty again. hataona kiu So he tena. was speaking to the woman that the water that you have come to draw, Kwa hiyo alikuwa anaongea na mwanamke kwamba maji uliokuja kuchota, when you drink it, ukinywa, tomorrow you will come for it again. kesho utakuja tena kwa ajili ya hayo maji. Conversation continues. Mazungumzo yanaendelea. Verse 13. Mstari wa 13. My God. 14, yes. But whoever drinks the water I give them will never thirsty. Will never thirsty. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Woman, you Mwanamke, have come to draw water from from the well of Jacob. umekuja kuteka maji kwenye kisima hiki cha Yakobo. But the one greater than Jacob is here. Lakini yule aliye mkubwa kuliko Yakobo yuko hapa. The one greater than Jacob Aliye mkubwa kuliko Yakobo is right before you. yuko hapa pembeni yako. Woman, the water that you have come to draw, Mwanamke, maji uliokuja kuteka, when you drink, ukinywa, you will get thirsty again. utakuwa na kiu tena. But whoever drinks the water that I give Lakini yeyote atakayekunywa will maji never ambayo thirsty ninampa, again. hataona kiu tena. The well. Jesus was introducing himself as the well Yesu anajitambulisha mwenyewe kama of kisima. salvation. Kisima. The well of salvation. Kisima cha wokovu. As peace. Indeed, the well I give. Anasema The well I give. kisima ninachokupa. Indeed, the water I give will become in them a spring of water welling up to eternal life. Yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Hallelujah. Hallelujah. That's the conversation. Hayo ni mazungumzo. You don't just rush to the well of Jesus to draw water. Haukimbii tu kwenye kisima Yesu kuteka There maji. has to be a conversation. Lazima kuwe na mazungumzo. Initiate a conversation. Anzisha mazungumzo. Verse 15. Mstari wa 15. But the woman said, Sir. He still recognizes him as Sir. Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, bado anamtambua kama Bwana, unipe maji hayo nisione kiu wala nisije hapa kuteka. Give me that water. Nipe mimi hayo The maji. water that you are speaking of. Maji ambayo unayaongelea. Oh my God. There were two wells. Pale palikuwa pana visima viwili. The Jacob well Kisima cha Yakobo and the Jesus well. na kisima Yesu. Now, Sasa Jesus was introducing this Samaritan woman to himself. Yesu alikuwa anajitambulisha mwenyewe kwa huyu mwanamke Msamaria. Hallelujah. Hallelujah. The woman was the interpretation was human interpretation. Vile namna alivyokuwa na tafsiri yule mwanamke ilikuwa ni kutafsiri kwa namna ya kibinadamu. But Jesus was in the spirit. Lakini Yesu alikuwa rohoni. He was speaking as pertaining to spiritual things. Alikuwa anaongelea kuhusu mambo ya There you can get the well of salvation. Pale unaweza ukapata kisima cha wokovu. And also when he was speaking of concerning the living water, it was the Spirit of God. Alipokuwa anaongelea maji ya uzima, The Holy Spirit. ni Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu. Sir, give me this water. Anasema, nipe mimi hayo maji. At least Angalau this conversation haya is drawing this woman yanamvuta huyu mwanamke towards the waters that Jesus introducing to her. kuelekea kwenye maji ambayo Yesu anayatambulisha. When you have a conversation with Jesus. Ukiwa na mazungumzo na Yesu. Oh my Father. So there's a change. Kunakuwa na badiliko. There's a change. Kunakuwa na badiliko. When you lash, ukikimbia kimbia, you get the lash repercussions. Utapata pia matokeo ya kukimbia kimbia. Hallelujah. Hallelujah. Verse 16. Mstari wa 16. Jesus told her, go and call your husband and come back. Yesu akamwambia, nenda kamwite mumeo uje naye hapa.
I don't know your name. sijui jina lako. How come you are now speaking concerning my personal things? Sasa inakuwaje unaongelea mambo yangu I am binafsi? asking for the water you are introducing to me. I don't want to be thirsty again. Mimi naomba ninaulizia yale maji ambayo umeyatambulisha kwangu, sitaki kuwa na kiu tena. Go and call your husband and come back. Nenda kamwite mumeo uje naye hapa. Verse 17. Mstari wa 17. The woman said, I have no husband. She replied. Jesus said to her, you are right when you say you have no husband. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume. There's a place you want to alive. We are driving somewhere. Kuna mahali nataka tufike, kuna mahali tunaenda. Up until then, mpaka pale there is a conversation. kuna mazungumzo. As long as they are continuing to talk, Kadri wanavyoendelea the kuzungumza, woman is being drawn mwanamke anavutwa to the well Jesus. kwa kisima Yesu. I have no husband, she replied. Jesus said, you have said right when you say you have no husband. Sina mume. Yesu akamwambia, umesema vema, sina mume. Verse 18. Mstari wa 18. The fact is, Jesus said, the fact is you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true. Kwa maana umekuwa na waume 5, naye uliye naye sasa si mume wako. Hapo umesema kweli. Verse 19. Mstari wa 19. Sir, the woman said, he still recognizes Jesus as a Bwana. Sir, the woman said, listen, verse 19. Sir, the woman said, I can see that you are a prophet. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa u nabii. At first he recognized Jesus as a Jew. Mara ya kwanza alimtambua kama Myahudi. And then a sir. Baadaye Bwana. And now, hey, you are, I can see you are a prophet. Na sasa anasema, naona ya kuwa u nabii. Jesus is more than a prophet. Do you know that? Yesu ni zaidi ya nabii, si No, unajua? because Jesus has spoken as pertaining to him, to her, having had 5 husbands. Lakini kwa sababu Yesu ameongelea kuhusiana na kwamba na yeye kuwa na waume 5. He said, he knows me. He is a prophet. Ananijua mimi. At a place, pale mahali you encounter unakutana and you conversate. na unakuwa na mazungumzo. As you continue to talk, unapoendelea kuongea, you start understanding him, knowing him more and more. Unaanza kumjua zaidi na zaidi. You are a Jew. Wewe ni Myahudi. Sir. Bwana. Prophet. Nabii. Hallelujah. 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 So as you engage God in conversation, kwa unapoendelea kuwa na Mungu kwenye mazungumzo, it's a journey. Ni safari. It's like a journey. Ni kama safari. You start knowing him. Unaanza kumjua. Just by what he was speaking, kwa Jesus, kile tu ambacho alikiongea Yesu, the lady, yule mwanamke, that woman, his eyes are opening slow by slow. Huyu mwanamke macho yake anaanza kufumbuka pole pole, hatua kwa hatua. I can see. Ninaanza kuona that you are a prophet. Kwamba wewe unabii. That means, how did you know? Hii inamaanisha kwamba ulijuaje? You are a prophet. Wewe ni nabii. Verse 20. Mstari wa 20. Jesus the well. Yesu kisima. Our ancestors worshipped in this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Baba zetu waliabudu katika mlima huu, nanyi usema ya kwamba huko Yerusalemu ni mahali patupasapo kuabudia. Verse 21. Mstari wa 21. Woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa inakuja ambayo hutamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Verse 22. You Samaritan worship that which you do not know. We worship that which we know, for salvation is from the Jews. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa
wokovu watoka kwa Wayahudi. The conversation continues. Mazungumzo yanaendelea. Verse 23. Mstari wa 23. Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks. Lakini saa inakuja, nayo saa ipo, na ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. God is spirit and his worshippers must worship in the Spirit and in truth. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. The woman said, verse 25. Mstari wa 25. The woman said, I know that Messiah called Christ is coming. When he comes, he will explain everything to us. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi aitwaye Kristo, naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. He will explain everything to us. Atatufunulia mambo yote. Hallelujah. Hallelujah. Go to verse 29. Nenda kwenye mstari wa 29. Now after when you read 28, 1 to 27, 21, this woman, when the disciples came, he leaned back to the seat where he came from. Ukisoma hii mistari ya nyuma kidogo, huyu mwanamke wale wanafunzi walipokuja alikimbia kijijini kwake kwenda kupeleka hiyo. Now here she was. Come. See a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah? Njoni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyotenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Up until now, mpaka hapa sasa, he has recognized Jesus as the Messiah. Amemtambua Yesu kama Masihi. He was a Jew. Alikuwa Myahudi. A Sir. Bwana. A prophet. Nabii. Messiah. Masihi. Messiah. Masihi. He is more than a prophet. Ni zaidi ya nabii. He is more than a Sir. Ni zaidi ya Bwana. He is more than a Jew. Ni zaidi ya Myahudi. Come and see the man who has told me everything. Njoo umuone mtu aliyeniambia mambo yangu yote. This could be the Messiah. Huyu anaweza kawa Masihi. In verse 25 the Bible says, he was saying, we are waiting. That means we are still waiting for the Messiah. Mstari wa 25 anasema tunasubiri, she did not know that she was speaking to the Messiah. Hakujua kwamba ndio anaongea na Masihi. Jesus is more than the Messiah. Yesu ni zaidi ya Masihi. He is the Son of the living God. Yeye ni mwana wa Mungu aliye hai. He is the living waters. Yeye ni maji yaliyo hai. He is the source of power. Yeye ni chanzo cha nguvu. He is the God eternal. Yeye ni Mungu wa milele. He is the God, is the Son of man and Son of God. Yeye ni mwana wa Mungu. He is the Savior. Yeye ni Mwokozi. He is the well. Yeye ni kisima. So whatever we may desire from God. Kwa hiyo chochote tunachoweza kuhitaji kutoka kwa Mungu. When he was teaching his disciples, ndio maana alivyokuwa anawafundisha wanafunzi wake. Whenever you pray, whatever you ask in my name. Akamwambia chochote mtakachokiomba kwa jina langu. Kwa jina langu. In my name. Kwa jina langu. My Father. Baba yangu. Shall do it. Atafanya. My Father. Baba yangu. Shall hear your prayers. Atasikia maombi yenu. I am the well of every well. Mimi ni kisima cha visima vyote. Prosperity is in Jesus. Kufanikiwa kuko ndani ya Yesu. The wells of salvation, he is the Savior. Visima vya wokovu, yeye ndiye Mwokozi. There was a time Jesus said, you have not, up until now, you have not asked anything. Kuna wakati Yesu alisema, hata sasa hamjaomba lolote. Ask anything in my name. Ombeni lolote kwa jina langu. And my Father in heaven. Na Baba yangu aliye mbinguni. Shall give you. Atawapa. So Jesus. Kwa hiyo Yesu. He is the well. Yeye ni kisima. Of everything that we may desire. Wa kitu chochote ambacho unaweza ukahitaji. We ask in his name. Tunaomba kwa jina lake. We are saved by his name. Tumeokolewa kwa jina lake. We are delivered by his name. Tumekombolewa kwa jina lake. We prosper by his name. Tunafanikiwa kwa jina lake. I declare the name Jesus. Ninatangaza jina la Yesu. I declare today over the city of Mbeya. Ninatangaza juu ya jiji la Mbeya. Over the city of Mbeya. Juu ya jiji la Mbeya. Jesus is the well. Yesu ni kisima. Jesus is the well. Yesu ni
kisima. Jesus is the well. Yesu ni kisima. Now this Samaritan woman Sasa huyu mwanamke Msamaria went back to the village akaenda kule kijijini, and he said, come and see. akasema njooni Come muone, and see. njooni I muone, have met the well. nimekutana na kisima, I have met a man nimekutana na mwanaume who told me everything that I have ever done. aliyeniambia mambo yote He is a niliyoyatenda. different person. Huyu ni mtu wa tofauti. This is the Messiah. Huyu ni Masihi. Aye. This is the Messiah. Huyu ni Masihi. When you meet Messiah, the Messiah, Ukikutana na Masihi, you shall have the audacity of speaking or concerning him. utakuwa na nguvu, ujasiri wa kuongea kuhusiana naye. Come and see. Njoo uone. Come and see. Njoo uone. At a place, Pale mahali an encounter, kukutana, they conversated. wakazungumza. If someone do not have this, come and see. Kama mtu hana hii njoo utazame, It does not have a place. hajawa na mahali, It does not have an encounter. hajawa na kukutana, And there's no conversation na with the hakuna Lord. mazungumzo. Aliye na mwana na ushuhuda. Au. Amen. Amen. So he went, come and see. Kwa hiyo akasema njoo muone. Njoo. See a man who told me everything. Mtazame mtu aliyeniambia He's mambo the yote. Messiah, the niliyotenda. Christ, Huyu ni Kristo, Masihi, the anointed one. aliyepakwa Come mafuta. and see. Njoo uone. A conversation at a place. Mazungumzo pale mahali. Jesus birthed an evangelist in a woman. Yesu alizalisha uinjilisti ndani The ya woman mwanamke. was seen, in our village, she was seen as a prostitute. Huyu mwanamke kule Someone kijijini who alikuwa anaonekana grabs kama husbands. kahaba. Someone who grabs husbands. Mwanamke ambaye anakamata waume wa watu. But when he met Jesus, Lakini alipokutana na Yesu, Jesus was seeing the salvation of the whole village through the woman. Yesu alikuwa anaona wokovu wa kijiji kizima ndani ya huyu mwanamke. Jesus was seeing the salvation of the village where the woman came from. Yesu alikuwa anaona wokovu wa kijiji kutoka kile ambacho huyu mwanamke alikuwa anatoka. So he changed the woman. Kwa hiyo alimbadilisha mwanamke, And the woman brought the whole village to him. na mwanamke akaleta kijiji chote kwa Yesu. Hello, are we together? Hello, tuko pamoja. Up until now, Na mpaka sasa hapo she had already drank the living waters from Jesus. alikuwa tayari ameshakunywa maji yaliyo hai That's kutoka why kwa he Yesu. even forgot the water that she came for. Ndio maana pia akasahau hata yale maji ambayo aliyajia. Akasahau na ndoo. She has drunk the waters of Jesus. Ameshakunywa maji ya Yesu. Now she's running back to the village Sasa anakimbia kuelekea huko to tell kijijini people kuambia watu concerning the new find well. kuhusiana na kisima kipya kilichogundulika. The new find well. Kisima kipya. Jesus the well. Yesu The kisima. well of wells. Kisima cha visima. Ask anything in my name. Omba lolote kwa jina langu. My Father shall perform, shall do. Baba yangu atafanya. Jesus is above everything. He is the will. He is God Yesu yuko himself. juu ya kila kitu. Yeye ni Mungu. Ni Mungu aliye juu ya kila kitu. Shout amen. Sema amen. Wote wanaosinzia waseme amen. The place, the encounter and the conversation. Mahali kukutana na mazungumzo. As they were talking. Tunapoendelea kuongea. Walipokuwa wanaendelea kuongea. You are a Jew. You are a Jew. Wewe ni Myahudi. As they were conversating. Walipokuwa wanaendelea kuzungumza. Sir, Bwana. That shows us that as she was conversating with Jesus, there was change. He was knowing Jesus step by step. Hii inaonyesha walipokuwa wanaendelea kuzungumza, alikuwa anaendelea kumjua Yesu hatua You kwa do hatua. not know Jesus by impartation. Hauwezi kumjua Yesu By laying on of hands. kwa kuwekewa mikono. Initiate a relationship. Anzisha mahusiano By the Spirit of God. kwa Roho wa Bwana. Hallelujah. Haleluya. Talk to the Father. Ongea na Baba By the Spirit of Christ. kwa Roho wa Kristo In you. ndani yako. Initiate. Anzisha. After Esau. Baada ya kusema Bwana, You are a prophet. wewe ni nabii.
After a prophet, baada ya nabii, this is the Christ. huyu ni Kristo. Nataka nimujue Mungu. Nataka nimujue Mungu. Yesu jifunue kwangu. Nataka nikujue zaidi. Nataka nikujue Mungu. Nataka nikujue. Huyo ni dada. Anakuja wakiwa kopata pata. Bala madeshi. Yawe. Jifunue kwangu. Jifunue kwangu Mungu. Jifunue kwangu Mungu. Jifunue haraka iwezekanavyo. Jifunue. Wimbo una lugha nzuri, jifunue. Lakini una taarifa ya kwamba kujifunua kwake inatakiwa uanzishe. Find a place. Tafuta mahali. Sema amen. Amen. And anzisha, have an encounter. Na uwe na kukutana. And then anzisha mazungumzo. Then initiate the conversation. When you find a place, ukipapata mahali, you want Jesus to speak to you. Unataka Yesu aongee na wewe. You want to have an encounter with him. Unataka kukutana na when you have a place, ukiwa na mahali, you find a place somewhere. Unakuwa na mahali sehemu fulani. Mahali sehemu fulani. Jesus in the pages. Yesu kwenye kurasa. You want him to speak to you. Unataka yeye you find a place. Unatafuta mahali. After speaking to him through prayer, talking to him, baada ya kuongea na yeye kupitia maombi, you are praying Godabaha Center. Unaomba, Mungu Baba katika jina la Yesu, oh Father, in the name of Jesus. You pray. Unaomba. Go to the word. Unaenda kwenye neno. To hear him speaking to you. Kumsikia yeye akiongea na wewe. Hallelujah. Amen. His voice through his word. Sauti yake kupitia neno lake. I know this is the elementary, the foundational voice of Jesus. Ninajua hii ni sauti ya msingi ya Yesu. I know most we desire to hear the Holy Spirit. Najua wengi tunatamani kumsikia Roho Mtakatifu. That's wonderful. Hiyo ni nzuri. But start hearing the Holy Spirit by the voice of the word of God. Lakini anza kusikia Roho Mtakatifu kupitia neno. It will help you to be safeguarded from different demonic voices. Hii itakulinda wewe na sauti zozote ambazo zinaweza zikawa ni za kipepo. Hello. So, a conversation. Mazungumzo. Number 4. Jambo la 4. When someone is at the place, mtu akiwa mahali, there is an encounter. Kunakuwa na kukutana. And a conversation comes off. Na mazungumzo yanatokea hapo. Verse 29. Mstari wa 29. Come, see a man who told me everything. Could this be the Messiah? Njoni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyotenda. She now has a revelation. Sasa ana ufunuo. That's number 4. When you are at a place, ukiwa mahali, you have an encounter with God, unakukutana na Mungu, you conversate, unazungumza, a revelation comes. Ufunuo unakuja. Moses encountered God through the burning bush. Musa alikutana na Mungu kupitia kijiti kilichokuwa. And there was a conversation. Na kulikuwa na mazungumzo. Moses, where you are standing is holy. Musa, mahali uliposimama ni takatifu. There was a conversation. I'm sending you. Kulikuwa kuna mazungumzo na kutuma. Hallelujah. So a place of encounter is a place of revelation. Kwa hiyo mahali pa kukutana ni mahali pa ufunuo. You start to understanding his word through the revelation spirit. Kwa hiyo unaanza kuelewa neno lake kupitia roho wa ufunuo. Hallelujah. 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 Tuko pamoja jamani? Basi mwe mnatia hapo moyo, mnaitikia hapo amen hata kama unasinzia.
Hallelujah. Revelation. Ufunuo You are being changed. unabadilishwa. So the place, the encounter, conversation and the revelation. Kwa hiyo mahali kukutana, mazungumzo na ufunuo. Amen. Amen. So when Fadhili meets that girl at a place, Kwa hiyo Fadhili akikutana na yule msichana pale mahali, there is an encounter. kunakuwa na kukutana. And he starts speaking some other things. Which chuo were you? Wanaanza kuongea vitu vingine, unasoma chuo gani? Ulikuwa unasoma chuo gani? But he has a revelation. Lakini ana ufunuo. So after the conversation, the revelation comes. Kwa hiyo baada ya mazungumzo ufunuo unafuata. Let me just speak. Unasema ngoja tu niongee sasa. Let me just speak, okay? Ngoja tu niongee. Let me just speak. Ngoja tu niongee. Is me, is you. Ni mimi, ni wewe. Hallelujah. Ngoja tu niongee bwana. Ngoja tu nimepita sana. Kumbe umesoma pale. Okay. Sasa bwana ni hivi. Kumbe amekuja na kaufunuo. Kaufunuo kanakuja baada. Sio kama nanyelewa. Ni mfano tu. Fadhili, mbona nimesema sana? Kuna kitu uniambii nini? Tuanze kujiandaa kabla Yesu ajaye. Unachelewa, Yesu anakuja. So, kwa hiyo from this conversation between Jesus and the Samaritan, kutokana na haya mazungumzo kati ya Yesu na Msamaria, Jesus introduced himself as the living water, Yesu as the well, anajitambulisha kama maji yaliyo hai, kama kisima, the living waters, maji yaliyo hai. Him being the vessel, yeye kuwa chombo, the well, kisima of the living waters, ya kisima cha maji yaliyo hai. Verse 4, verse 10 up to 14. Mstari wa 10 mpaka wa 14. Jesus the well. Yesu kisima. We declare the well Jesus over Mbeya. Tunamtangaza kisima Yesu. As we connect to the well Jesus, tunapoendelea kujiunganisha na as we kisima Yesu, conversate with him, tunapozungumza naye, we shall have revelation. Tutakuwa na ufunuo As concerning to the wells of wealth, kuhusiana na kisima cha mali that are underground world of the city. ambavyo viko kwenye chini ya ardhi kwenye jiji. The wells of prosperity and wealth. Visima vya kufanikiwa na mali. The wells of, my God, amtia hata moyo. Ngoja tumalize tukakaeje. Hawatii moyo. Si walinyeshewa mvua jana. Jesus says that if you knew the gift of God, and who is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water. Yesu akajibu akamwambia, kama ungalijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye naye angalikupa maji yaliyo hai. I am the well with the living waters. Mimi ni kisima chenye maji yaliyo hai. I am the well with the living waters. Mimi ni kisima chenye maji yaliyo hai. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus is the well of the living waters. Kwa hiyo Yesu ni kisima cha maji yaliyo hai. Hallelujah. Hallelujah. Today we just want to draw before him and say today, okay. Leo nataka tuvutwe kwake. Hallelujah. Hallelujah. John chapters, okay, verse 11, 20. Faster sasa. Mstari wa 11 kwa haraka. So the woman said, you have nothing to draw with and the well is deep. Where can you get this living water? Verse 12. Mstari wa 12. Sorry. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi maji hayo yaliyo hai? Verse 12. Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drink it from it? Okay, verse 20. Je, wewe umkubwa kuliko baba yetu Yakobo, aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake, na wanawe pia na wanyama wake? Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. Yesu akajibu akamwambia, kila anyoe maji haya ataona kiu tena. Verse 14. But whoever drinks the water I give them will never thirsty. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water
welling up to eternal life. Walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele. He is the living water. Yeye ni maji yaliyo hai. Jesus. Yesu. That's why he invites. Ndio maana anakualika. Come, all ye that are thirsty. Njooni wote mlio na kiu. I have the waters. Mimi nina maji. The living waters. Maji yaliyo hai. John chapter 7 verse 37 to 39. Yohana sura ya 7 mstari wa 37 mpaka 39. John chapter 7 verse 37 to 39. Yohana sura ya 7 mstari wa 37 mpaka 39. On the last and greatest day of the festival, Jesus stood and said in a loud voice, "Let anyone who is thirsty come to me and drink." Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama, akapaza sauti yake akisema, "Mtu akiona kiu aje kwangu anywe." Let him come to me. I'm the well of the living waters. Aje kwangu, mimi ni kisima cha maji yaliyo hai. This invitation valid up to now. Huu mwaliko bado unaendelea mpaka leo. Let everyone that is thirsty come to me and drink. Kila aliye na kiu aje kwangu anywe. It is an invitation. Huu ni mwaliko. Whoever believes in me, as the Yeyote scripture says, anayeniamini kama maandiko yanavyosema, rivers of living water will flow from within me, within them. mito ya maji yaliyo hai yatatoka ndani yao. Whoever believes in me, Yeyote anayeniamini, an invitation come. mwaliko unakuja. You believe in me, Unaniamini, rivers of living water mito ya maji yaliyo hai will flow from within them. itatiririka kutoka ndani yao. Patakila. By this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. Up to that time the Spirit had not been given, since God Jesus had not yet been glorified. Na neno hilo alilolisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. So he was saying, I'm the living, come and drink. Kwa hiyo alikuwa anasema njoo mnywe, Come and have and receive the Holy Ghost. njoo mumpokee Roho Mtakatifu, The well of the living waters. kisima cha maji yaliyo hai. Jesus is the baptizer of the Holy Ghost. Yesu ndiye anayebatiza kwa Roho Mtakatifu. Come. Njoo. So Jesus is the living water. Kwa hiyo Yesu ni maji yaliyo hai. And that living water is the Spirit of God Na hayo himself. maji yaliyo hai ni Roho Mtakatifu mwenyewe. So, the other lesson that we will learn from this encounter between Jesus and the Samaritan. Kwa hiyo jambo lingine utakayojifunza kupitia mazungumzo kati ya Yesu na Msamaria. Jesus is the well that never dries. Yesu ni kisima kisichokauka. It is never dry. Hakikauki. Verse 14. Mstari wa 14. 4:14. John 4, chapter 4 verse 14. Sura ya 4 mstari wa 14. But whoever drinks of the water that I shall give him shall never thirsty. But the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. Walakini yeyote atakayekunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemchemi ya maji yakibubujikia. We learn that he is the living water. Yeyote atakayekunywa maji yaliyo hai. Second lesson. Somo la pili. This well never dries. Hiki kisima hakikauki. What do you want Jesus to do for you? Unataka Yesu akufanyie nini? He never lacks anything hapungukiwi na lolote. that pertains to the kingdom of God. Lolote linalohusiana na ufalme wa Mungu. The well that never dries. Kisima kisichokauka. The well that never dries. Kisima kisichokauka. Jesus. Yesu. The well Kisima that never dries. kisichokauka. Your pastor may dry up. Amen. It is about kisima juu ya visima tutakapokuwa tukipita. Huyu ni Yesu aliyezungumza juu ya kisima cha wokovu. Ya kisima cha wokovu. It is about the wells of wealthy. Yuko juu ya visima vya mali. Juu ya visima vya kugundua vitu. Yeye yuko juu ya visima. Amen. Hallelujah. Amen. So the well Jesus never dries up. Kwa hiyo kisima Yesu yeye hakauki. Amen. Yeye hakauki.
hakauki. When you receive Jesus and the Spirit of Christ, Ukimpokea Yesu na Roho wa Kristo, there is a continuous flow of the living waters. kuna mtiririko wa maji unaoendelea ndani yako, kutoka ndani yako. Hallelujah. 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 The well Jesus never dries up. Kisima Yesu yeye hakauki. Number 3. Jambo la 3. It is through the well of Jesus that we have the well of the Holy Ghost. Ni kupitia kisima Yesu kwamba tuna kisima cha Roho Mtakatifu. Amen. The well of Jesus. Kisima Yesu. La dama kafarosheta. Zarenti kafrosibra nefesia. Dimako farendesia. John chapter 4 verse 14. Yohana sura ya 4 mstari wa 14. And John chapter 7 37 to 39. Na Yohana sura ya 7 mstari wa 37 the well of Jesus. Kisima cha Yesu Releases the well of the Holy Ghost. Kinaachilia kisima cha Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. Marade keseke. Maremanta. So we have the well. Kwa hiyo tunacho kisima. The well Jesus. Kisima Yesu. Jesus the well. Yesu kisima. There has to be a place. Lazima kuwe na mahali. There has to be a place. Lazima kuwe na mahali for encounter. Kwa ajili ya kukutana. Amen. That brings about a conversation. Ambayo inapelekea mazungumzo. Birthing out revelation. Inazalisha ufunuo. Hallelujah. Amen. The lesson is. Na somo hapo ni kwamba Jesus the well carries the living water. Yesu ni kisima kinachobeba maji yaliyo hai. Barataka. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So number 2. Kwa hiyo jambo la pili. Jesus the well that never dries. Yesu kisima kisichokauka. It is our hope. Yeye ni tumaini letu. Lift up your eyes unto the hills. Inua macho yako kuelekea kwenye. Where does your help comes from? Msaada wako unatoka wapi? Amen. Your help comes from the Lord. Msaada wako unatoka kwa Bwana, the creator of the universe. Aliyeumba ulimwengu. The well Jesus. Kisima Yesu. 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 Tell you. The well Jesus. Kisima Yesu. Masamaro. The well Jesus. Kisima Yesu. 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 Hallelujah. Hallelujah. So from the well Jesus comes the well of the Holy Ghost. Kwa hiyo kutokana na kisima Yesu kinakuja kisima cha Roho Mtakatifu. Hallelujah. 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 Oshakabalita. I know we may have so many things that we desire from the Lord. Najua kuna mambo mengi sana tunaweza tukawa tunayataka kutoka kwa Bwana. But these are the times. Lakini haya ni majira that we need to have the thirsty for the things of God. Ambayo tunatakiwa tuwe na kiu na mambo ya Mungu. More than anything else. Zaidi ya mambo mengine yoyote. More than what you want. Zaidi ya kile unachokitaka. I want more of you, Jesus. Ninataka nipate zaidi kwako Yesu. I want more of you, Holy Spirit. Ninakuhitaji sana Roho Mtakatifu. More of you, Holy Ghost. Ninakuhitaji sana Roho Mtakatifu. Hallelujah. Amen. Shall we stand? Tusimame. The place, mahali, the encounter, kukutana, the conversation, mazungumzo, the revelation, na ufunuo. The place, the encounter, mahali, kukutana, the conversation, the revelation. Mazungumzo, ufunuo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is Lord. Yesu ni Bwana. Amen.
If you are in this place, you are not yet to receive the living waters. Kama uko mahali hapa na bado hujapokea maji yaliyo hai, You are yet to encounter the well Jesus. bado hujakutana na kisima Yesu, You are not born again. haujazaliwa mara ya pili, You can walk over in front unaweza ukatembea kuja so that mbele I pray with you. ili niombe nawe. If you are yet to receive Jesus Kama bado hujampokea Yesu as your personal Savior, kama mwokozi wako binafsi, as your personal Savior and Lord, kama mwokozi wako binafsi na you can Bwana, make a decision today. unaweza ukafanya maamuzi The leo. Bible says, "Come, ye that are thirsty, Biblia inasema njooni ninyi ambao mna kiu, I will give you a drink." nitawapa ninyi maji. It's not Coca-Cola. Sio Coca-Cola, It's not Sprite. sio Sprite, It's not whatever. sio chochote, But it's the Spirit of God. lakini ni Roho wa If you Mungu. are there, you are saying, "I want to be born again." Kama upo na unasema nataka kukoka, If there's none, we are going to pray a prayer for everyone. tutaenda kuomba maombi kwa ajili ya kila mmoja. Just lift up your hands. Nyosha tu mikono yako, Cry out to God lia kwa Mungu with a loud voice. kwa sauti kubwa. Oh God, E Mungu, put in me weka ndani yangu the thirsty kiu for the Holy Spirit. ya Roho Mtakatifu. Pour in me the waters of the living. Pour in me the living waters. Tiririsha ndani yangu maji yaliyo hai. Oh Jesus. E Yesu, Shall we all pray that prayer? tuombe hilo ombi. Saruba. Shatara. Baba katika Wewe omba kwa kadri vile umesikia neno la Mungu. Yesu Omba rikisha. uliye kisima, Zimakalanto. natamani kisima cha Roho Mtakatifu ndani yangu, Sadiamanta. mwagika ndani yangu. Yesu Kristo, Rintiko sabrandika. Subranda. kiu Rimbando kota. Zindiki. awe ndani yangu, Kupakila batos. Kisabara. Ziyala mande kutulia mpata. Sikila manduka. kuwa ramani ya mwenendo wangu. Jesus. Yesu peke yako uondoaye kiu cha mambo ya dunia hii, uondoaye kiu cha kila kitu kilicho kinyume na mapenzi yako. Pray. Nipe kiu chako cha kulitaka neno lako. In the name of Nipe Jesus. nafasi ya kutafuta eneo la kukutana na wewe Yesu. Niwezeshe kwa hilo, nipate nafasi ya kukutana na wewe. Tufanye mazungumzo ya faida. Ninajua unajua. Nina kiu cha kunywa maji. Yesu, ujuae shida za sisi watu wako. Tusaidie, nisaidie Bwana. Nisaidie Yesu. Kila mmoja inua mikono yako kwa Kiswahili mtaomba. Sema, Mungu, Mungu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, weka ndani yangu kiu na njaa. Weka ndani yangu kiu ya Roho Mtakatifu. Kuanzia leo niwe na mahali nipate kukutana nawe. Tuzungumze. Unifungue macho yangu ya ndani katika jina la Yesu. Amen. Tutafuatana pamoja na rafiki yangu anataka kuokoka. Tutafuatana naye. Yesu, ninatambua leo ulikuja kwa ajili yangu. Hivyo nimeamua muda huu kurudi kwako
nisamehe dhambi zangu, nisamehe dhambi zangu, naamua kukupokea, naamua kukupokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimefungua roho yangu, Nimefungua roho yangu, moyo wangu uingie, ukawe Bwana wa maisha yangu. wa maisha yangu. Kuanzia leo ninajitenga na kukana ufalme wa giza. Asante Yesu kwa kunisamehe na kwa kuniokoa, katika jina la Yesu. Baba, ukamlinde, ukamuinue, ukamfunze kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Naomba tumpokee. Mbinguni wanashangaa. Mbinguni wanashangilia. Anaitwa Emmanuel French, ametokea airport ya zamani. Airport ya zamani. Vijana airport ya zamani. Mwisho usiondoke. Ibada. Naomba tumpokee vizuri. French ametoka. Alafu umekuja peke yako. Haleluya. Endelea ushangae, endelea kupiga makofi. Mimi Wanyakyusa na Wahehe na Wasafwa na wanini. Haleluya. Biblia inasema mtu mmoja akipokea kuna shangwe mbinguni. Amen. Mimi ningeomba katika maeneo hayo tusiwe tunapishana na Mungu. Amen. Mbinguni hakuna mashangilio kama kipofu akiona. Amen. Kuko kimya. Amen. Amen. For the Lord is good. Amen. Sababu Bwana ni mwema. Tuanze tukakaa. Amina. Amen. God is good. Mungu ni mzuri. Marabasha. Mungu akubariki. Amen. Amen. Chukua sadaka yako. Namwomba Mama Kanyasa